kanisa iliweza kusimama na mimi. Kidogo tu niseme tu Kitale wananipenda tu. Kwa sababu tuko na hiyo Mwalimu Estate Welfare na kanisa Deliverance bado niko Kitale. So walikuwa karibu na mimi kila wakati. Wakawa wananitembelea. Hata kuna siku nani alikuwa amepotea. Kuna mtu alikufa kwa chama. Ikawa ni kuchangisha. Nikatuma mchango wangu ulikuwa kwa Rebecca, lakini siku hizi huwa ni update. Ni kama aliniwacha dada. Niliku update. So tukawa na hiyo msukumo. Na wanasema kuna sometimes jiwe inaanguka, lakini utang'ang'ana nayo kuipushi kuondoke na ikuache. So wakati nilipo settle kimaisha, msichana wangu mwenye yuko ng'ambo, ama wasalimia by the way, amejua mnakuja. Last year, tuseme 2 years ago, walikuwa na changamoto. Huko wakubali mtu na alishikwa na pneumonia. So alikuwa na kikohozi. Akasimamishwa kazi. Simamishwa kazi ikawa changamoto kwa mtoto. Alikuwa ana-apply kwa Citizen wa huko. Na tulikuwa tunaendelea kufuatilia mambo. Akuwe Citizen upande ule. So ikawa tena changamoto. Sababu unaposikia mtoto alikwambia mama uko uzuri, sasa huwa ana offer chakula. Mtu kama ndugu yangu sasa ukienda utakufa njaa. Kwa sababu wanaofa chakula, wanaofa malazi, wanaofa kila kitu yenye unataka. Unaenda tunakaa, lakini loan wanasema in 2 weeks time lazima ulipe. Na usipolipa ikifika mwezi mmoja unapelekwa kotini. Na mtoto alikuwa amechukua nyumba ya 20 million pesa ya Kenya. Na alikuwa amelipa 10 million. So ilikuwa bado balance of 10 million. So kaangaika tu. Kuna maplots alikuwa amenunua na ingine Eldoret. Ilibidi ni dispose hiyo vitu kiasi ili nimsaidie kucover up.